Karibu sana mpenzi mtazamaji wa runinga nambari 1 nchini Kenya, runinga ya Bethel Clouds TV, mahali ambapo tumeketi tunakuelimisha na tunakujuza. Na hii leo katika jukwaa la hekima tuna mtumishi wa Mungu ambaye amejiandaa ni kwa sababu yako wewe. Anataka kuzungumzia mambo mengi tu ambayo sisi wanadamu tumekuwa tukiona ni mambo ya kawaida, lakini yanaathiri maisha yetu. Kwa hivyo tunamshukuru Mungu ni kwa sababu ya mtumishi wa Mungu kwa kutenga wakati huu kukuja kuzungumza pamoja nawe, na kila wakati ukiniita Job Wamalwa nitakuwa ninaitika. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Asante sana. Mara ya mwisho tulipoachana tulikuwa tunazungumzia mambo ya Ruto. Tulikuwa tunazungumzia mambo ya Ruto. Nikasikia kuna watu wengine wali-complain nasema namchukia. Watu wengi waliongea, wengi wakanitumia message wakasema, mbona huyu mtumishi wa Mungu anaongelea vibaya kwa kiongozi wa taifa? Sasa mimi sina ubaya, nazungumzia jinsi kama wengine wanavyozungumzia. Jinsi manabii wanavyosema wengine. Kazi yangu ni kuzungumza, kuambia kuna tatizo hapa, urekebishe, usiporekebisha shauri yako. I don't care. Mine is just to tell you the truth, how it is, what God wants in you, what you're supposed to do. Yes. Sina mwelekeo, sina mlengo wangu ni kusema ati mlengo wangu ni wa kushoto, ni wa kulia. Mlengo wangu ni wa Mungu. Mungu akinipa ufunua kiongozi fulani, that is what I do. Akinipa ufunua kanisani, that's what I do. Akinipa ufunua jambo fulani, that is what I do. I don't care who you are. I don't care your position. I don't care what type of a person you are. What is very important to me is to deliver the message that God has given me. Hiyo ingine wachana nayo. Nishakuwa mwanasiasa, mimi ni mchungaji, mimi mfanyabiashara, mimi ni baba, yani I have all these things around me. What I do, I speak the mouth of God, what God has instructed me to say. That is all what I say. Hii ingine yote ikasheshe, hakuna siku utazungumza kama Mungu mwenyewe hana ufuasi wa 100%. Mungu mwenyewe hana ufuasi, kwa sababu kunao devil worshipper, kunao wengine Illuminati, kunao Freemason, na hawamtambui, na bado ni Mungu. Anabakia kwa Mungu. Usitarajie siku moja Job utakuja kuwa na watu 100% wanakufuata, wanakupenda, wanafanya jinsi unavyotaka ama jinsi inavyo. You find different interpretations, understandings, and the different things that are being understood in life. Therefore, kama sasa nataka nikupeleke tu kwa jambo moja. Ndio. Kando kidogo na siasa za nchi, kisha tarudi kwenye siasa za nchi. Ndio, I want to bring you kwenye system ya dunia, ndio uelewe what is really happening. Whatever that is happening in Kenya, is it a Kenyan thing ama ni kitu ambacho kina happen dunia mzima? Kilichomtendekea Raila, kilichomtendekea Ruto, the Gen Z generation, generation ya Z, generation Alpha, generation millennia. What is really happening around the globe? Because this is not a local thing. Kuna kitu kinaitwa madhabahu. Madhabahu kwa Kiingereza ni altars. And that is where the whole thing revolve around. So kuna kitu kinaitwa altars. Kwa Kiingereza ni altars, kwa Kiswahili ni madhabahu. Everything ambacho unakiona duniani kina unganiko moja na madhabahu. Chochote unachokiona, mti ambao unauona, kitambaa unaona nimekiweka hapa hivi, bendera hiyo unaiona wewe mwenyewe, glasi unaiona hapa, maji haya yote, simu hii unaiona, ni madhabahu. Sasa inategemea utayatumia vipi. Madhabahu yapo ya kishetani na madhabahu ya kiungu yapo. Sasa wewe mwenyewe you choose which direction. Ukiona kama sasa wao vijana uliona wa Gen Z wakizunguka wakifanya, sio wao walifanya. Hao ni watoto tu wa kawaida, wale ambao hawangependa kuingia katika vita na serikali ama kupatikana kwenye hali ambao wanaweza kuwa in the wrong hands with the government. But the altar, kuna madhabahu yaliwaingia. Kuna nguvu fulani either ya kiungu ama ya kishetani iliyowaingia ndani, wakapata energy ambayo sio ya kawaida. Madhabahu inazunguka, ina rotate around a certain particular energy. Ndio unaona katika mitaa mbalimbali kama miji fulani kuna nguzo fulani, kuna pillars fulani zimejengwa. Kama sasa ukienda kwenye mzunguko wa Nairobi wa railway station, kuna mnara ulijengwa juzi. Kuna minara ukienda pale Uhuru Park upande ule mwingine, sehemu nyingine opposite ya Uhuru Park karibu na Serena Hotel, kuna mnara wa Mzee Moi
fimbo ya Moi. Ukienda katikati ya town kwenye KICC utapata kuna mnara wa aliyekuwa rais wa zamani anaitwa Jomo Kenyatta. Ukienda kila mahali, ukienda kanisani Katolika utapata kuna Yesu msalabani, kuna Mama Maria, kuna vitu nyingi vimewekwa pale. Ukija kanisani kama hiyo unaona nimeweka bendera ya Kenya, kuna kila kitu. Hizi vitu zote ni altars, ni madhabahu. Labda kabla tuendelee sana, ni kitu gani ambacho kinasababisha sasa ndio haya madhabahu yanainuliwa? Ndio hiyo nakupeleka. Kila kitu kilicho karibu na wewe unachokifanya leo ukakifanya, kesho ukakirejelea, kesho kutwa ukikirejelea, automatic kinafanyika madhabahu. Kama kuna sehemu ambayo umeifanya ni sehemu yako ya ibada, kwa mfano kwenye nyumba yako ambapo unaishi, kuna mahali unasimama, leo utasimama ukafanya ibada pale, kesho usimame tena ufanye ibada pale, kesho kutwa usimame tena ufanye, pamefanyika sehemu takatifu kwa ajili ya ibada. Na ibada ni ile wewe unaifuata. Ibada sio ya kila mtu. Kila baba wa boma ni kuhani. Every father in the house ni kuhani. So if every father in the house ni kuhani, ni kumaanisha ayupo na madhabahu yake, ako ni altar. And every kuhani, kila kuhani ni madhabahu, yeye mwenyewe ni madhabahu. Kwa hivyo kama wewe ni baba watoto, kuna mama ambaye ni mke wako na watoto wanakuabudu, maana wewe ndio unawapatia chakula, wewe ndio kiongozi wa boma. Wakitaka kufanya jambo lolote, hata kama utakuwa Amerika, wako mbali na wewe, bado watakupigia simu wakwambie tunataka kulima, tunataka kufanya, kwa sababu wewe ndio the high priest, wewe ndio kiongozi wa kiroho na wa kimwili. Maana through your spirit watoto wako wanafanya maneno, through your spirit unakuta familia yote inafanya, because the family operates in a spirit. Na who is the head of the family? The father. So the spirit of the father ndio inasababisha the spirit ambayo itakufanyika kule. Kama baba yako alikuwa mganga, basi utapata familia mzima itaoperate kwenye misingi ya kiuganga. Kama baba yako alikuwa kuhani kanisani, pastor, evangelist, messenger wa kanisani, utakuta familia nzima wako kwenye msingi, wamejengeka kwenye msingi wa nani? Wa Ukristo. Kama babako ni Muislamu, utakuta familia nzima imejengeka kwenye msingi wa Kiislamu. Sasa hayo ndio tunaita madhabahu. Ule msingi ambao umekubeba ndio madhabahu. Ukiingia kanisani kuna Wakatoliki, kuna Waprotestanti. Waprotestanti utakuta wao wameshika msalaba peke yake. Lakini ukienda kwa Wakatoliki utakuta wamembeba Yesu, msalaba wa Yesu. Kisha Yesu mwenyewe atawekwa kule, sanamu yake. Utakuta sanamu ya Mama Maria. Utakuta wamebeba vinaitwa nini? Rosari, ni msalaba pia. Yesu yumo pale, Mama Maria yuko pale. Utakuta wamevaa bangles ambazo zina misalaba, zinaashiria. Ukienda kwa Waislamu pia utakuta kuna rosari yao ambao wanaitembea wakinena. Every time ukiona Muislamu anafanya rosari yake hivi, ako kwenye maombi. Maana hii rosari yake ndiyo madhabahu anayoitarajia inene kitu ambacho kitabadilisha ama kitafanikisha malengo yake. So that is what we call altar. Nilikuwa nataka kufafanua what is an altar. An altar is ni kile kitu ambacho umekitenga kwa ajili ya ibada. Iko ibada ya kiungu ama si ya kiungu, iwe ni ya kishetani ama ni ya kiungu, hiyo haijalishi. Hata kwenye baa ukienda, kuna wale utakuta wakati tulikuwa tunakunywa pombe, unachukua ule chupa ya pombe, kisha unaizungumzia, unaiambia, unanenea maneno, kisha ukifungua unamwaga chini. Hiyo ni ibada. Unanielewa? Hiyo ni ibada, kama ibada ambayo inafanywa na padri. Ukienda kwa wale wazee wa tamaduni zetu, wamepika labda uji ama wamepika nyama, wamefanya jambo, lakini kabla ale unaona anamwaga chini. Kuna spirit anataka kuconnect nayo. Hiyo ndio ibada. Na hayo ndio madhabahu. Sasa utakuta kwenye familia nyingi tuko na madhabahu tofauti. Maana mamangu, kwa mfano, labda mamangu ametoka kwenye familia ya kiuganga. Kule kwa ametoka hiyo line ya kiuganga,
bado itamfuata, itamuandama, maana madhabahu ya kwao ni ya kiuganga. Naye baba yangu ni mlevi na ni mtu ambaye alikuwa anapika pombe ya kienyeji. Pombe yote ya kienyeji ni madhabahu, maana ilitengenezwa kwa ajili ya ibada fulani. So kama babangu pia ni mlevi, anapika pombe, anakunywa pombe, katika laini hiyo kuna ibada inafanyika. Sio kama unanielewa? Kuelewa. Sasa tutoke hapo. Mukahama, mukatoka Kitale, mukaenda Elgeyo Marakwet. Mukanunua kule shamba. Na lile shamba mulilo linunua, ulinunua kwa mzee mwenyewe pia alikuwa mganga ama alikuwa mtu mwenye ibada fulani. Kwenye ardhi ile alifanya matambiko fulani, alichinja ng'ombe, alichinja mbuzi, watu walikufa pale, damu ilimwagika. Wewe umetoka kwenye mama ambaye ametoka kwenye ukoo ulio na madhabahu ya kiuganga. Baba yako ametoka kwenye ukoo ulio na madhabahu ya pombe, na hii pombe ilifanyika kama ibada. Kwa hivyo ilitumika kumwagwa chini, ndio wale waliokufa pia na wao wakashiriki pamoja na ibada. Sio kama unanielewa? Kuelewa. So alafu mumetoka hapo, mumeondoka, mumeenda Elgeyo Marakwet, mumepata shamba pia iliyofanyiwa ibada. Sasa hapo kuna madhabahu tatu. Hizo ni madhabahu tatu. Sasa kama uko na madhabahu tatu, it means your life itakuwa torn apart, itavutwa in three pieces. Itakuwa sasa chochote utakachokuwa ukifanya kinachohitaji mafanikio ya ibada fulani, na umeenda kwa mtu ambaye kwa laini ya baba yako, utakuta madhabahu ya baba yako ya pombe yanakuzuia. Ukitoka kwa baba yako uende kwa mama yako, utakuta madhabahu ya baba yako ya mama yako yanakuzuia ama yanakufanikisha kulingana na wewe unainamia kwenye madhabahu gani. Kwenye familia utakuta kuna watoto wanaopenda baba yake, tabia, mila na kila kitu wanafuata baba yao. Kuna wengine kwenye the same family utakuta wanafuata mama yao. Sasa yule anayefuata mama yao utakuta baraka zake ama nuksi zake zinatokana na mfuato wake wa mama. Naye huyu mwingine wa baba, unakuta kijana anampenda baba, anapendea baba, hataki mstori za mamake. Utakuta tabia, mila, itikadi na kila kitu zote, nuksi zake, baraka zake zina mfuato wa nani? Wa baba. Lakini sasa kuna jambo lingine. Kwenye lile shamba mliolihamia, mnalo liishi, lile shamba nilikuwa na madhabahu, na ile madhabahu ilikuwa na limitation. Ilikuwa na, wamesema kwa mfano, madhabahu yaliyotolewa kule ni ya kiuganga, ni ya kiuchawi, ambao watu walikufa, ama uganga ule ulitumika kuvunja biashara za watu, kuvunja familia, kuvunja. Sasa kwa sababu mmekuja mmejenga kwenye madhabahu kwenye hiyo shamba, mtakuwa mnatumika kwenye madhabahu ya shamba hilo, the soil, pasipo nyinyi kujua. So utakuja, mlitoka kwenye Kitale, mlikuwa mmefanikiwa vizuri, mlikuwa eka 2 ya shamba, mmelima mahindi, imekuwa mingi, mkauza mauzo mazuri, mkapata shamba kubwa. Okay, so hapo umekuwa kuna kijana rafiki yangu alikuwa anapata kazi yake vizuri tu. Na aliniambia kuna kanisa fulani alienda kuanza kuabudu mahali pale. Na alipofika pale matatizo yakaanza, kazi ikaisha. Yes. So ninajaribu kulileta na hii story ambayo unaileta. So inaweza kuwa ni yale madhabahu ya ile kanisa pia yamempiga vita. Yalipigana na madhabahu ya kwao. Kwa sababu madhabahu aliyoyakuta ni pingamizi ya madhabahu ya kwao. Umenielewa? Nimekuelewa. So nilikuwa nakwambia, umeuza shamba, mlikuwa na shamba ekari 2, mlikuwa na mavuno, mmetengeneza mavuno, mmetengeneza kila kitu, you succeed. Lakini mlipohamia kwenye shamba jipi ambapo mlinunua kutokana na success ya 2 acres, mmenunua 20 acres. Kule mnaenda, mnakuta kutoka wakati huo ng'ombe mlikuwa na 7 zinakufa zote. Kondoo mlikuwa nazo zimeangamia. Mahindi mlikuwa mnalima, sasa hamlimi. Shamba ni kubwa lakini matokeo hamna. Kwa nini? Mlipotoka kule mlikuwa mnatumikia madhabahu ya huko. Ya 2 acres, what we call the source. Kule hiyo shamba urithi wao ulitoka kwa nani? Shamba hilo kwanza 2 acres ilikuanga ya nani? Ilikuwa na limitation.
ilikuwa na mizimu inayozuia baraka? Basi kule hamko nayo, hamko, mmezuiliwa kufika kiwango fulani. Lakini sasa mmeruka, maana kuna kila familia iko na limitation. Utakuta mahali kakako wa kwanza alifikisha, alipata 1,000,000 akapata kansa. Dadako akapata 1,000,000 akapata diabetes. Dadako mwingine alipata 1,000,000, wakati alifika tu kwenye 1,000,000 ugonjwa fulani ulitupuka. Kwa nini? Kwa sababu kuna vizuizi katika familia ambavyo vinazuia mtu kulingana na madhabahu ya kwao. Kuna level hauwezi ukapita, so itabidi uvunje madhabahu yale yote. Ndio nasema ulinunua eka 2, umeenda kwenye eka 10 ama eka 20, lakini hamna matokeo. Ni kwa nini? Kwa sababu mlipoingia kwenye shamba jipya lile, hamukuenda kule kuzungumzia udongo ule. Kama kuna madhabahu yapo mahali pale ambayo yalitokana na madhabahu ingine, muyavunje, ndio mupate uwiano kupatana na madhabahu ya nani? Ya kwenu, ile mmekuja nayo ili wasaidia kununua shamba. Hiyo madhabahu mnakuja nayo hapa, ndio muinue the same altar iliyokusaidia kununua, ikuje uvunje hii madhabahu ambayo ipo hapa, ndio uinue madhabahu mapya. So hii tatizo kubwa limekuwa kanisani. Kwa mfano, watu wengi walokole ni Wakristo nani? Wakristo wa Pentecostal. Ndio tunawaitwa walokole, na hiyo ni deep meaning ya Watanzania. Walokole wengi wako kwenye shida sana. The poorest people in the world, they are Christians. Why? Because umekuja kwenye dhehebu kama hili linaongozwa na Warungi. Warungi mwenyewe ni madhabahu kivyake. So umekuja, tumekaa chini yangu kwa sababu lazima utasubmit sadaka zako nazo zitoa hapa. Ni sacrifice ya submission. Kama ulitoa shilingi 10,000, shilingi 1,000, shilingi 50, anything you give at the altar is an intent to be connected with the altar. Yani ni kusudio la wewe kuunganishwa na madhabahu haya. Ndio madhabahu haya, jinsi nilivyo yainua kulingana na Mungu ninayemwabudu, jinsi nilivyo yainua, jinsi nilivyo nenewa, ndivyo nilifanya. Ujenzi huu nimeona nimejenga, ama chochote ambacho nimekifanya hapa ni sehemu moja ya ibada kulingana na venye nilivyozungumziwa. Ukienda kwa Radio Maria utakuta kule nje kuna msalaba moja, msalaba mwingine, msalaba. Hizo zote ni sehemu za ibada kulingana nilipata maono hayo vipi. Ukienda kwa Catholic utapata misalaba mingi, sanamu za Yesu, sanamu za Mama Maria, zote zipo. Ukienda kwa James Maina Ng'ang'a kwa mfano, ama tuende dini ya Musambwe kule Western. Kuna venye wanafanya ibada na bendera zimepangwa. Kwa hivyo umetoka kwa Warungi, kwenye madhabahu ya Warungi ambayo ulikuwa umejishikanisha nayo, umeenda kwa dini ya Musambwe. Utakapofika pale, maana wewe si wa dini ya Musambwe na haukuelezewa uvunje madhabahu ya Warungi yaliyo ndani yako, ndio uende ujishikanishe na dini ya Musambwe. Utaishi kwenye madhabahu ya Warungi, lakini kwenye dini ya nani? La Musambwe. Kwa hivyo tutainukia, na madhabahu ya kwangu itainukia dini ya Musambwe. Sasa itakuwa kuna vita kati ya mimi na kule ulienda, madhabahu kule ulitoka na madhabahu kule ulienda. Nani atakayeumia? Wewe ndio utaumia, maana madhabahu ya haya yamekukamata, mimi bado nimekukamata. Ukienda kule wale watataka kukukamata, kumaanisha chochote ambacho tunakipata, any blessing, food, whatever, money, zinakuja kwa ajili, kwa sababu ya kukuja kwao ni madhabahu unaitumikia. Ndio unaenda, ukienda kwa waganga utaambiwa wangwana wanataka kuzungumza na wewe, kisha unaambiwa weka hela yako kwenye kwenye mtungi pale, ndio wangwana wapate sauti ya kuongea. Kwa hivyo hiyo ndio sadaka ya kusababisha wangwana gani? Wangwana wakulete pesa, wangwana wakulete utajiri, wangwana wakulete mauaji, wangwana wakufanya kitu fulani. That is now the deity. Nguvu ambayo inakusababisha ukasimame, nguvu ambayo inakusababisha ukatoka kuna sehemu moja kwenda nyingine, ni madhabahu. Sasa madhabahu ambayo ulitoka kwangu haukuvunja, umehama umeenda kwa dini ya Musambwe, haujavunja ya kwangu, umeenda umejiunganisha na madhabahu ya dini ya Musambwe, umekosana na wao, umehama umeenda Anglican.
bado uko na madhabahu sasa ya Waringi, uko na madhabahu ya dini ya Msambwe, umeenda Anglican, umetoa sadaka zako huko, basi utakuwa sasa umeinua tena madhabahu nyingine ya Anglican. Mnaelewa? Lakini sasa unatoka hapo unaenda kwa Ezekieli, tena unatoa sadaka zako kwa Ezekieli, unainua tena madhabahu ya Ezekieli. Ukitoka hapo unaenda kwa Manyuru, unainua tena madhabahu ya Manyuru. Sasa utakuwa wewe mwenyewe ni chombo ambacho kimechanganyikiwa na madhabahu tofauti. Na ndio watu wengi napata Wakristo walokole wako kwenye tatizo kubwa, kwa sababu wamebeba mizimu. Maana madhabahu inapochanganyika, madhabahu 4-5, wewe mwenyewe unafanyika madhabahu ya vita. Wewe mwenyewe unafanyika madhabahu ya vita. Badala ya kuwa mtu wa kuendelea, ya kunawiri katika maisha yako, unakuta madhabahu yaliyo ndani yako, madhabahu ya Waringi, ya dini ya Msambwe, ya Ezekieli, ya nani, yanainukiana. Kwa hivyo chochote ambacho ungekipata, mafanikio yoyote ambayo ungepata kutokana na madhabahu, yote inakosekana. Unakosa kunawiri. Ndio unakuta Wakristo wengi walokole ndio maskini. Wakatoliki ukiangalia sana kwa njia moja au nyingine, kwa sababu ni watu wamelelewa kwenye ule msingi. Unakuta mama yangu nilimpata huko, akani introduce huko, niko huko, mke wangu ni wa huko, watoto wangu ni wa huko. Utapata kwa kiwango fulani wako na success story. Lakini sisi ambao tumeokoka, sisi ambao tunaenda mbinguni, we don't have success story. Sababu ya kuchanganya madhabahu. Kwa sababu tumechanganya. Mimi nilitoka kwa Harrison, nikaenda kwa James, nikaenda kwa Francis, nikaenda kwa Grace, nikatoka kwa Grace, nikaenda kwa Kimani. All those things, they cause you to stagnate. Because kuna vita. Ni sawa, umeongea vizuri sana na umekuja kwa undani sana. Sasa tukienda kwa hatua ya pili, tukiangalia ile swala ambalo lilifanyika katika mashindano ya Olympic, pale ambapo walikuwa wanafanya ile launch na zile matukio yote ambayo yalitokea. Kwanza kabisa unafaa kujiuliza Olympic ilianza lini? First Olympic ilifanyika Athens, Greece, Athens na 1896. Although the ancient games were staged in Olympia, sehemu inaitwa Olympia, kule Greece, from 776 BC, kabla ya Yesu, through 393 AD, Anno Domino, it took 1503 years for the Olympics to return. Ilianzishwa mwaka wa 776 kabla ya kusaliwa kwa Yesu. Ilibidi tena ikakaa miaka 1503 tukakuwa na event jingine. The first modern Olympic were held in Athens 1896. Umeona? So this is not a yesterday event. Olympic yenyewe ni madhabahu, ni altar inayoleta watu wote duniani pamoja. Walioanzisha hii Athens hawakuwa na ashirio la kishetani. Maana kule Greece ndio kulikuwa na mambo ya kiungu sana. Greek, utakuta kule ndio kina Paulo walikuwa naenda wanapitia za Paulo, zilikuwa sehemu ile. So kuna foundation ya Olympic, it is older than even some of the nations in the world. So that is a very old altar. Ni madhabahu ya zamani sana. Na kila mwaka kumekuwa na bwembwe fulani za katika siku ya kwanza kufungua yale maandalizi. Nataka tuangalie sana maandalizi ya Commonwealth game na venye they launched the last one. Walizunguka round kwa kiwanja wakiwa na bull, ndume. Na hiyo ndume ukirudi kwenye Biblia ni ile ilikuwa inaitwa Zerubbabel. Maanisha Zerubbabel ni uabudu wa shetani. Kwa hivyo kwenye Commonwealth na kwenye World Cup na kwenye Olympic kuna vitu vitatu nataka uviangalie kilifanyika. Kwenye Commonwealth walizungusha huyo ndume ambaye ndio alikuwa anafanyika kwenye kafara wakati ule wa kina enzi za kina Nebukadnezar na kina Danieli. Ndio tunaita the Zerubbabel. Number 2, ukiangalia kwenye World Cup, uangalie kikombe cha World Cup, kuna mungu fulani utamkuta
ameketi, ameweka miguu yake, ameipitanisha, kisha mikono yake imekaa hivi. Utaona that is the cup, ndio the cup of the World Cup, na it is a goddess ambayo inaitwa Osiris. Kwa hivyo madhabahu yaliyotumika kwenye Olympics ni madhabahu ya kishetani. World Cup. Kikombe cha World Cup kenyewe ni madhabahu ya shetani. Maana it is a goddess. Ukija Commonwealth, walikuwa na ndume ambaye anaitwa Zerubbabel. Walimzungusha kwenye kiwanja. Na France walimlete farasi. Ule farasi ndio farasi alikuwa amembeba, lakini alikuwa amebeba kifo. Unaelewa? Ile farasi kwenye kitabu cha Ufunuo ndiye alikuwa amebeba kifo. Baada ya kufungua maandalizi yale kufunguliwa, kulikuwa na blackout ambayo haijai kuonekana dunia mzima. Stima zikaenda, kila kitu kaenda. Blackout, total blackout. Maana shetani anaoperate kwenye giza. Sasa wakati huo walikuwa nainua madhabahu ya kutawala dunia. Na ndio tunaita One World Order. Ni kitu kilichopangwa, alafu kisha walifanya kwenye kupitishwa wale ceremony. Wakati mwingine watu wote wazunguka kwenye uwanja, lakini walizungushwa kwenye juu ya bahari. Kwa maana ufalme uliokuwa unafanya kazi gani? Ufalme ulio wa maji. Umeelewa? Alafu kakuja kwenye nchi kavu, kisha hapo ndio yule farasi akazunguka kuashiria kwamba giza limeingia, kisha baadaye giza likaingia. Physical sasa. Tuangalie dunia ni nini kinaendelea. Dunia kote. Amerika juzi umeona Trump karibu kapigwa risasi. Yes. Bado haijamwacha. Inamwandama. Inamfuata kabisa. Anahitaji maombi mengi sana. The campaign ambayo inafanyika Amerika sasa si campaign normal. Ile piga siasa zako piga. It is spiritual campaign. It is God versus the devil. It is Jesus versus Lucifer. Ndio unaona michanganyiko imekuwa mingi sana Amerika, because from America it is a launching pad ya release the beast. Maana America is the beast. Ndio hata gari zao zinaitwa the beast. Naye mkuu ambaye amechaguliwa kusimamia the beast ni nani? Ni mtoto wetu anaitwa Obama. Umeelewa? So turudi nyuma kidogo. Kabla Olimpiki ikue, serikali ya Amerika imemwandalia safari maalum rais wa Kenya. Akaenda mpaka Amerika, na alipofika Amerika akapewa heshima takatifu, heshima kubwa sana. Akafanikiwa, hakujafanyika heshima kama ile kwa rais wote wa Afrika tangu miaka karibu 30, ambako rais wa Ghana pia alifanyiwa hivyo hivyo. Sasa ya pili yamefanyika Kenya, ambaye ni William Ruto, na walipomfanya walimzungusha kwenye minara iliyo ya kifo. Mwanzo walimpeleka kwenye kaburi ambalo halijulikani nani aliyeziko pale. Kisha utaona kuna mnara, kuna askari wawili wanakuwa wakipita, wanaenda wakirudi, wanaenda. Hapo ndio Ruto alizungumziwa, na hapo ndio Ruto alipatiwa mantle na hawa waabudu wa shetani. Kisha akapelekwa nyuma pale, alisimamishwa kwenye jukwaa. Nyuma yake kulikuwa na ule mnara unaitwa Obelisk. Obelisk ndio huo mnara ambao uko kwenye roundabout ya Nyayo ya railway station. Na dunia mzima hakuna city yenye haina huo mnara. Huo mnara ni sehemu ya siri ya kiume, na pale chini ni sehemu ya siri ya kike ya binadamu. So hiyo ndio inatumika kwenye kuleta energy, kwa sababu wana operate kwenye energy ambayo ni spiritual energy, ambayo wakati wakitaka kulifanya jambo ndio nafanya. Ndio kanisa litapitia kwenye magumu mwezi wa 8 kwenda mbele 2024 mpaka 2025. Kanisa litadhulumika sana, na watu ambao ni waumini watadhulumika sana, maana ni madhabahu ya kishetani yanayoinuliwa na madhabahu ya kiungu yanataka kuvunjwa.
Wale watakao kuwa wameimarika kwenye imani na they are strong ndio peke yake watafaulu, lakini wengine wote watakuwa kwenye shida na tatizo kubwa, na falme nyingi zitaangushwa. Na ndio nakuleta kwenye Gen Z. Gen Z mwanzo kabisa, siku 3 za mwanzo za Gen Z zilikuwa za watu ambao ni Mungu alitumana. Maana revival haikuwa, watu wengi walifikiria revival inakuja kupitilia kwa nani? Kwa mapasta kina Waroinge ndio wataleta revival, crusade. Hata mimi nilikuwa nimejiandaa, kumbe Mungu naye alikuwa amepanga vingine. Atatumia watoto hawa kulete mwinuko mpya duniani. Ukiangalia sasa moto ulioanzishwa na Gen Z siku ya kwanza, ya pili, ya tatu umesambaa. Nigeria hakukaliki sasa. Uganda hakukaliki. Venezuela hakukaliki. Dunia nzima hakukaliki. Mambo ni mazito. Mazito sana. Kwa nini? Hawa watoto Mungu aliwatumia kuinua madhabahu ya kuvunja milengo, mipango, hisia na kitu chochote ambacho ni cha kishetani. Ndio walisema reject. Maana naye Ruto wakati alitoka hapa alienda Amerika. Mahali walimfanyia kafara zao zote ni kwenye madhabahu ya shetani. Maana walihitaji Kenya, ndio Mungu ameitumia, ameichukulia kama sehemu takatifu ama inchi takatifu kwa ajili ya kuleta ufufuo. Unanielewa? Nakuelewa. Mungu anaichukulia Kenya kama a child of God, not a nation of God, a child of God. Kenya is the springboard for the revival of the gospel of Jesus Christ. So ukiangalia message ya Gen Z ilikuwa reject. Reject nini? Bill. Hii bill, nani alidraft hii bill? Si Ruto, maana haielewi. Si Central Bank hawaielewi. Si Treasury hawaielewi. Maana hawa ni implement kitu yenye hawajui. Walitoa kitabu, nendeni mka implement. Kumbe walioandika ni nani? Ni IMF na World Bank. IMF na World Bank niyo madhabahu ya kifedha ya dunia ya colonialization. Umeona? So IMF inakuja kuambia uzeni kiwanja chenu cha ndege, uzeni nyumba fulani, uzeni kitu. Kwa sababu the intention ni kupatia mtu mwingine kwa mkono mwingine aje anunue hiyo building. Sasa itakuwa yao. Itakuwa by the time wamekwambia kila kitu ndio wakupatie msaada, washaichukua nchi. Juzi tumekuja kujua Ambani Group ambayo ni moja ya the one world order, ndio hawa wamepatiwa airport yetu. Kule Mombasa pia ndio maana Joho analetwa ndio asija kapinga wale ambao pia wanapatiwa the port of Mombasa. Ukiangalia it is very strategic. Ukienda Kisumu wamemweka bandi kwa sababu pia Kisumu Lake Victoria inasanifishwa. Sio kama ukienda Oparanya ameweka Kakamega kwa sababu kumepatikana kuna gold huko ya sure. Umeona? So lazima Oparanya angeletwa karibu ndio asije kuwa pingamizi. It is a strategic plan. They did not come. Hawakuja kwa sababu tulihitaji mawaziri, tulihitaji kuna agenda. Angalia sasa kwa mfano, ni kwa nini nakwambia nimeguza mambo ya madini. Madini hufanyika kwenye ardhi kutokana na joto na pressure ambayo inafanyika kwenye huko chini. Na kule kuna joto na pressure kubwa ambazo zinafanyika ni katika mnara ama mshipi wa the Mozambican belt ambayo ndio iko na Rift Valley. Sio kama unaelewa. The Mozambican belt imetoka kutoka Egypt imeteremka mpaka Mozambique kule chini. Mpaka South Africa. Ukiangalia penye Mozambican belt imeteremka, inapita Kenya, inapita na kule kote imepitia ndio kuna madini. Ukiangalia Tanzania ndio kuna Tanzanite, Kenya kuna green garnet, tone marine, gold, kila kitu. Sehemu zote Kenya. Na ukiangalia chini kuna joto, maana kuna moto. Katika sehemu hizo nimekutajia zilizo na joto sana kwenye ardhi, ni Naivasha, ni kwenye milima volcano ya kivolcano, Mount Elgon, Mount Longonot, Mount Kenya, Mount Kilimanjaro, Mount Kilimambogo. Nenda sasa hivi uende utafanya utafiti ni nani wamemiliki ardhi huko kwa ukubwa. Ukienda Mount Kenya, naitwa nini? Nanyuki kote kumemilikiwa na wazungu. Maana kule ndio kuna madhabahu. Kumemilikiwa na wazungu na jeshi la Uingereza ndio linakalia kule. Njoo Naivasha, utapata Naivasha karibu nzima imemilikiwa na nani? Na wazungu.
Ukienda Kilimanjaro, kule Kilimanjaro utapata Kilimanjaro karibu nusu yake imemilikiwa na wazungu. Maana walielewa ni nini kilicho chini. Wamesubiri. Ndio kwa maana wanataka kuipumbaza dunia ndio waweze kuimiliki dunia. Na ukiangalia wanaanza kusema the future of the world is Africa. Kenya iko na utajiri mkubwa wa madini, kuna utajiri mkubwa wa mafuta. Tuko na coal, tuko na kila kitu ambacho, tuko na gold, tuko na chini kule ardhi. We are so rich, uranium, titanium zote tuko nazo. Ndio naona Kenya ni chombo muhimu sana katika dunia hii. Ndio kwenye revival na kwenye utajiri. So what is happening? Wakamchukua Ruto, wakampeleka kule, wakamwapisha, kisha wakamuingiza kwenye dini yao. Akaanza kufikiria kama wao. Ndio nao IMF ituandikie budget yao, ndio tuuze mali zetu zote kwao. Tukisha uza mali zetu zote kwao, wakija kuchimba yale madini, hawatanunua mahali kule hakuna madini. Hawatauza, hawana idai. Kama saki ya Jomo Kenyatta International Airport, kule ni Ukambani, kule Machakos. Kunazo Taita Taveta, kuna utajiri mkubwa kabisa. Ukienda kila mahali huko ndio wamesakama, wameshika. Why? So America na IMF wameleta hiyo inaitangwa kusanifisha, kununua mali za serikali. Inakuwa public private partnership, PPP. Lakini kusudi ni kushika zile ardhi zote ambazo ziko na minerals, kisha wakuje wa dominate wakae kule. Unanielewa? Nakuelewa. Sasa ndio lazima kushika hiyo. Inchi ya Kenya ni inchi ya kimadhabahu. Waliopigania inchi hii ni Mau Mau, walimwaga damu. Hiyo damu ya Mau Mau ni madhabahu. Hiyo damu ya mzungu aliyekufa ni madhabahu. Kwa hivyo Kenya ni inchi iliyopatikana kwenye njia ya kimadhabahu ya damu ya binadamu. Ndio kwenye flagi ya Kenya kuna damu. Flagi ya Kenya kuna mtu, the black color. Flagi ya Kenya iko na green color ambayo inaashiria inchi. Kwa hivyo Kenya is an altar by itself. So to take Kenya to belong to you, you must raise an altar. Umeelewa? Ndio kwa maana Obama alifanyika president not because he was a good president. Sio kwa sababu alikuwa Mwafrika. Ni kwa sababu alikuwa Mwafrika Mkenya. Kwa sababu you need a seed. Ndio to win, to capture. Jesus became a seed to liberate the world. And for you to become a Christian liberated by that blood of Jesus, you have to die in Jesus Christ, alafu uzalike tena. Ndio wito mwana wa Mungu. Are you getting me? Yeah. So we become a seed. So for you to conquer, for you to win a battle, you must transform into a seed. Hiyo seed uizike, ife, kisha imee tena. Imee kwa njia na mbinu zako. Na ndio uliona juzi tu kule German, director wetu atatuwekea hiyo. Kule German kulikuwa na migomo mikubwa, watu wengi, misongamano. Kulikuwa na kuna Berlin kulikuwa na mgomo waliofanyika kule wa over 200,000 people waliotoka kwenye streets because walikuwa napigana na mpango ambao walikuwa imepangwa ya one world order kumaliza seed, mbegu yote ile, wa introduce GMO. Ndio GMO, kisha ukitaka kutawala you control food because food itself is an altar. Ukitaka kumaliza mtu ni food, ukitaka kuinua mtu ni food. Dunia yote imejengeka kwa msingi wa chakula. Kwa hivyo unapobana chakula kile umeua binadamu. Bunduki imetengenezwa kwa msingi wa chakula. Gari la kijeshi limetengenezwa kwa msingi wa chakula. Kwa sababu ni tumbo. Chochote ambacho kimetengenezwa, mabuilding, magari, mabunduki, ni kwa sababu tunatafuta chakula. Kwa hivyo madhabahu yale makubwa zaidi duniani ni madhabahu ya chakula. So how do you dominate? Utadominate kushika food. So walitaka kushika kule Germany, kukafanyika demonstrations kubwa sana, zikazuia kidogo, lakini walifaulu kupenya Kenya, kwa sababu Kenya is their main target. Walifaulu kupeleka Kenya wakati Moses Kuria alikuwa minister. Na wakakubalisha mswada wa GMO. Na ukasemekana sasa chakula cha GMO, kila kitu ni GMO. Wanataka kumaliza mbegu
original seed. So you not, tukivuna ambacho tutavuna tutategemea mbegu za kwao. Hamuna mbegu ambayo inaweza kumea. Hiyo umepanda, ukivuna, that's the end of it. Huwezi panda tena. Huwezi kuipanda tena. That is what is happening to us. That is kwa food, and again it is the same thing ambayo inafanyika kwetu kama binadamu. Unaona wameanzisha huduma namba, wameanzisha NEMIS namba, kuna namba fulani wameanzisha kwa ajili, na ndio umeona wameleta ushoga mwingi, gay na lesbian. Mwaka kijana anapolala na mwanamume mwenzake hakuna mazao. Mbegu ya mwanamume kama sperms za mwanamume zikiingia ndani ya binadamu mwanaume mwenzake, zikiingia ndani zina create a genetic modification ambayo inakusababisha kutoka hapo unaanza kumea matiti, unaanza kumea ubehave kama mwanamke, hadi sauti yako inabadilika. Tunakuta wale wanasema I think I was born a woman. Sababu kuna mbegu ya kiume iliyowekwa ndani. Kwa hivyo ni ile kama ile GMO, nimekuweka ndani yako, nimekubadilisha gene zako, kutoka hapo utaanza kubehave kama mwanamke. Kumaanisha a seed has died. Because you are supposed to reproduce. Number 2, wanaposhika chakula, wameshika mazao. Ukiangalia saizi kuna introduction ya robots, kuna introduction ya gari roboti, wafanyikazi. Sasa nimeona juzi wametengeneza robot za kucheza football. Umeziona? Yeah, nimeziona. Alafu pia kuna zile hoteli ambazo pia nimeona wamekuja sasa, wanachukua wanadamu wenye ako kwa koma, sasa wanatumia mwanadamu kufanya robot ifanye kazi. Kufanya robot. Because the agenda ni gani? Agenda ya shetani mwanzo, wakati binadamu alitengenezwa akuja chukue position ya Lucifer. So what they are trying to do, it is to disguise, kushika huyu binadamu amtengeneze roboti, ndio wakanzo plan ya Mungu juu ya watu. And to cancel the plan ya Mungu juu ya watu ni kushika ile ardhi Mungu anaita mtoto wangu. Maana Kenya ama party sub-Saharan Africa ndio tuko na ile shamba ya the Garden of Eden. Jina Afrika, hatuko tunaitwa Afrika. Sehemu hii ya chini tulikuwa tunaitwa Libya, tulikuwa tunaitwa Nubi, tulikuwa tunaitwa Kablam, ama tulikuwa tunaitwa Ethiopia. Nanielewa? So wakati walikuja wazungu kutoka Italy, mzungu mmoja alikuwa anaitwa Africanus. Africanus alipokuja alikonka Afrika. Alikonka watu weusi, kisha akatupatia hiyo jina lake, ikaitwa Africa. It's a slavery name. Ndio waondoe historia ya binadamu. Abel Kalam ni kumaanisha nini? The Garden of Eden. Africa is the Garden of Eden. Kutoka kule kutoka Ethiopia uteremke mpaka South Africa. That is where the Garden of Eden ipo. Na the information wanataka kufuta ni the origin of man. Ndio wakamchukua Obama wakamfanya kiongozi pale, kisha wamemuinua ndio in charge wa the one world order. Obama mwenyewe is the beast. Sasa wakafanya nini? Ndio waweze kupata spiritual authority ya kuconquer the world. You need the seed. The seed is Kenya. Umenielewa? So you need to conquer the seed. Ndio wakamchukua William, wakampeleka kule, wakamweka ndani ya madhabahu ya kwao. Walipomweka ndani ya madhabahu ya kwao, wakamkoroga. Alipokuja hapa amekuja amebadilika. Sio yule mmoja tunajua. Sio yule William mnajua. Kutoka hapa, immediately kutoka Amerika alikuja kaenda kwenye Pope. Pope ndio mkubwa. Ndio father, ndio Mungu sasa wetu. Priest wao sasa. Yeah. Sasa kaenda wapi? Ukule kwa father. Kwa ajili ya kuwekelewa mkono, kwambia sasa nenda mission. Kipindi hicho amerudi, ndio Gen Z imeamka, maana kuna jeshi fiche, secret army of the Lord. Umeona? Sasa limetatiza mipango yake yote. Maana God will not allow Kenya to be taken by the devil. Kenya is the revival, the seed of the revival of God. Kenya is a country that nobody will be able to win against, because this is where, and ndio unapata Waislamu wanapigania Kenya, watu wa Freemason wanapigania Kenya, wa Amerika wanapigania Kenya, kila sehemu ya dunia inapigania Kenya. Kwa nini? Kenya is the seed of humanity. Ukienda kwa wanasayansi wanakuambia nini? Magufu ya kwanza ni magufu, wanaita magufu manini? The skull. Mafufu. Ya kwanza kabisa, the oldest ilipatikana wapi?
Kenya. Kwa hivyo the first man most likely alipatikana ni wa Kenya. Adam na Eve ni Kenya. Okay. So hii mambo yote tumekuwa na ile swala sasa la kukuja makanisa yaweze kusajiliwa upya. Inaweza kuwa ni baadhi ya agenda ya kuweza kukonga. Mpango ule ndio kuna makanisa lazima yafungwe. Juu ya nini? Kwa sababu kuna makanisa baadhi ambao wamesajili, kuna wachungaji baadhi ambao wako kwenye LGBTQ ni wa sehemu hiyo. Kuna makanisa mengine makubwa, madhehebu makubwa ambao tayari yamesubscribe ni part ya the one world order. Na kunao makanisa mengine ambayo yako na Mungu, yameletwa na Mungu. Sasa target kubwa ni kuhakikisha makanisa haya mengine ambayo yako ndani ya Mungu yafungwe, ndio yale yapate utawala. Yani ni kuvunja madhabahu hii, ndio madhabahu hii ifanye kazi. The whole agenda ya kureform makanisa, ya kuandikishwa upya, ni kuhakikisha wamestop the agenda of God from mankind, from Kenya. Then we are at the agenda of the devil. This is now what will cause the greatest revolution kufanyika Kenya, the greatest ever, ambayo ita spread kwenda Tanzania, Uganda, Afrika mzima and the whole world. Kutatokea revolution nyingine hujawahi. Hii unaona Gen Z ya mwanzo imeisha, kutaingia grupu nyingine ambayo iko na nguvu zaidi, ambayo Mungu ataitumia. Alafu grupu ya tatu itakuwa imemfagia Ruto ameondoka na madhabahu yake. So labda tunapoelekea kumaliza na what's the way forward? The way forward ni kumrejelea Mungu, kumtafuta Mungu wa kweli na kuelewa jinsi mambo yanavyoendelea Kenya. Watu warudi kwenye misingi ya kumtafuta Mungu. Kenya Mungu ako nayo, hatutashindwa. Kitu cha muhimu kuelewa kabisa, they will not succeed. Hakuna kitu watafanya wa succeed, ila watu watateseka. Watu wale wenye imani kali, wenye imani ambao ina nguzo ya kiungu, watanyanyaswa sana, watapigwa kibiashara, watapigwa kimaadili, watapigwa, makanisa mengi yatafungwa, watazuiliwa kufanya crusade, watazuiliwa, na atakayefanya hivyo ni huyu kiongozi wetu unayemwona, kwa sababu sasa already ashafanyika high priest kwenye upande ule mwingine. Sasa yeye ni chombo cha kutumika kudhulumisha ama kudhalilisha mambo ya Mungu duniani. Na ndio naye Mungu amemuinulia jeshi la kupigana na yeye. Kwa hivyo ni tahadhari kubwa kwa Wakristo. Kule UK kumekuwa na maandamano makubwa ya Waislamu wakifanya maandamano jeuri. Wamekamata mji wa London. Ni maandamano jeuri na kuna askari na uwezo wa kuwazuia, maana washakamata. Hivyo ndivyo Waislamu Kenya walitaka kukamata na wakamata madhabahu, lakini Mungu atainua watu wake watakaosimama, but not without a fight. Wapatie suluhisho ya hayo madhabahu. Suluhisho langu nataka kukwambia, kwanza kabisa, elewa madhabahu ya kwenu. Kabla ya kuanza kupigana na madhabahu na kwenda kanisani ama kumove kutoka kanisa moja kwenda kanisa nyingine, ama kutoka kwenye mganga mmoja kwenda kwenye mganga mwingine, elewa kwanza historia ya kwenu. Historia ya kwenu itakwambia wewe ni nani. Kama baba yako alikuwa mganga, mama yako alikuwa umetoka kwenye familia za kiuganga, ama kuna ile historia kutoka kule nyuma. Understand the bloodline, understand the family tree, understand the historical background. Kule muko kama ni Kitale for example, ama tuko Nakuru, ama tuko sehemu ya Mombasa, understand the historical background. Mombasa kulifanyika nini? Mombasa ndio kulifanyika kina wale familia za Saidi, Fort Jesus, kulifanyika madhabahu ya kununua, kuchukua watu, kuwakamata mateka na kwenda kuwafanya watumwa. Watu wengi duniani wa Kenya wenzetu walitumika watumwa kule. Generation, vizazi vyao viko huko. Kwa hivyo sehemu hiyo ilifanyika, kuna wengine waliuliwa, kuna wengine waliteswa. Ukiingia Ukambani utapata kuna uchawi mwingi. Ukiingia kwenye Wakikuyu kule kuna mambo madhabahu mingi ya kimaumau, watu wengi walikufa. Ukienda Kitale, ardhi ya kutoka Nakuru, Eldoret mpaka Kitale, hiyo ilikuwa ardhi ambayo ilikuwa imetengwa kwa ajili ya kuleta Waisraeli wakuja wamiliki. Kwa hivyo haikuwa ya watu wowote wale. Ukule Uasin Gishu ilikuwa ardhi ambayo ilikuwa imetengwa kwa ajili ya Waisraeli. 1948 ndio wakuja watengeneza taifa lao, lakini Mwingereza akakataa, wakapelekwa kule waliko sasa. Mimi kule waliko ni bandia. Israeli ambayo tunasema ni Israel ni bandia. Huko si kwao. Hapa walikuwa nataka kuja hapa. Ndio majumba kama vile Coffee Plaza, Kahawa House, KPCU zote zilijengwa na Waisraeli.
kwa ajili walikuwa wanatengeneza magala ya chakula. Walijua hapa ni nyumbani. Walijua hapa ni nyumbani. Aliyebadilisha ni nani? Kwa hivyo chochote unachokiona kule Israel ni fake. It is not original. Anyway, hizo nitazungumzia baadaye. Wakati mwingine nitapopata majira kama haya, nitapopata nafasi nyingine, Mungu akijalia tutakuja pamoja. Ni sehemu ambayo tutakuwa tukizungumzia jinsi ya nguvu za madhabahu, madhabahu yanavyofanya kazi na mambo mengi yanavyotendeka katika jamii. Kumbuka wewe mwenyewe ni madhabahu. Ukianza kupigana na madhabahu ya kishetani, jiulize wewe kama wewe ni dhabihu ya kishetani ama wewe ni madhabahu ambayo yanatumika kwenye misingi ya kishetani ama unatumika kwenye misingi ya kiungu. Kule umetoka, shamba ambalo unamiliki, kazi unayoifanya, kule unafanyia kazi, kila kitu chako, gari unaloliendesha, ndege unayoisafiria, zote ni madhabahu. Unahitaji kuelewa. Kule unaenda kwa mchungaji wako, mchungaji pia ni madhabahu. Madhabahu yeye building ambayo unakaa ni madhabahu pia. Elewa kabla hujaanza vita dhidi ya madhabahu. Elewa madhabahu kwanza. Na uelewe unapigana na nini. Mimi naitwa Apostle Ndura Warwinge. Kanisa liko katika nyumba inaitwa Coffee Plaza. Coffee Plaza iko katika barabara ya Hellsley Avenue, mkabala na stage ya Easy Coach. Kule mabasi ya Easy Coach na Ena Coach hapo. Kuna nyumba hapo refu ya kijani kibichi na yellow na Kiswahili yellow manjano na rangi ya kijani kibichi na manjano, ndio Coffee Plaza. Uingie kwenye gorofa ya kwanza kabisa, hapo utanipata. Huko napatikana kutoka Jumatatu mpaka Jumapili. Moja kwa moja tunakutana siku ya Jumanne, Jumatatu ni siku ya maombi, Jumatano ni siku ya kuvunja madhabahu, Alhamisi ni siku nakutana na wakongwe, wa mama, wa baba, wakongwe miaka 70 kwenda juu, 60, sawa. Siku ya Ijumaa ni siku ya maombi, siku ya Jumatatu tunakutana na vijana, na siku ya Jumapili ni ibada. Karibu sana, unaalikwa. Asante sana. Namba yangu ya simu ndio hiyo unaiona hapo, na tofuti yetu ndio hiyo unaona hapo. Kila kitu ukitaka tuandikie, tupigie simu, njoo tutembelee. Tuko na ibada za kila kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa. Tuko na ibada za lunch hour na tuko na maombi tunayoyafanya jioni. Tunakuja tu intercessory prayers jioni kila siku. Karibu sana. Asante sana mchungaji kwa mafunzo haya mazuri. Na mpenzi msikilizaji na mtazamaji popote pale uliko, umeona ya kwamba somo hili ni kubwa sana na lina manufaa katika maisha yetu. Tukizungumza hivi hatuwezi tukamaliza kwa sasa. Kile kitu ambacho nitakuomba tu, endelea kutufuatilia Jukwaa la Hekima, ambapo tutakuwa tunajiunga na mtumishi wa Mungu ambaye atakuwa anatuelimisha. Kwa hivyo muda wetu umeisha sana. Kwa hivyo tukutane juma lijalo. Mimi nakwenda kwa jina Job Wamalwa. Nakumbuka hiki kipindi ni Jukwaa la Hekima. Kwa heri, kuwa na wakati mwema.